Habari gani rafiki yangu? Katika siku ya leo tena ninakualika katika mwendelezo wa somo letu, ikiwa ni sehemu ya pili katika somo letu la Je, Afrika imelaaniwa? Na katika sehemu ya kwanza tuliangalia juu ya nini maana ya Afrika, na tukagundua na tukaona ya kwamba Afrika ilitokana na jina Kamiti kama ilivyotafasiriwa katika Biblia, ikimaanisha Misri, lakini wakati mwingine ilitafasiriwa kama Aferi au Afrika katika lugha ya Kiebrania. Kwa hiyo tukagundua ya kwamba Afrika ilimaanisha watu weusi ambao wanaikalia, ambao katika Biblia ilitambulika kama Kamiti, yani Misri, lakini jina Afrika likatokea katika namna hiyo. Kwa hiyo katika siku ya leo tutaenda kuangalia juu ya sehemu ya pili, asili ya fundisho la laana ya Ham. Tumekuwa tukisikiliza na tumewahi kukutana na fungu hili katika Biblia, kitabu cha Mwanzo mlango wa 9 na ile aya ya 20 hadi 27. Na wengi wamezani fungu hili limehalalisha ubaguzi wa rangi, lakini ni jambo ambalo si kweli. Na hivyo katika siku ya leo tutaenda kuangalia na kuelewa kwa undani zaidi. Labda tusome kitabu hiki Mwanzo 9 20 hadi 28 ili tuweze kuelewa kwa uzuri. Okay? Neno la Bwana linasema, Nuhu akaelevuka katika ulevi wake, akajua Bwana wake mdogo alivyomtendea, akasema, na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Kwa hiyo kitabu cha Mwanzo kinaonyesha hivyo. Na je, sasa tuangalie hii asili ya hili fundisho la laana ya Ham linakuwa katika muktadha upi? Kwanza kabisa tutaenda kuangalia tafsiri mbalimbali ambazo zipo duniani na watu ambazo wao wanazisoma katika vitabu mbalimbali na wanajua ya kwamba ndiyo tafsiri ya kweli. Kuna kitabu cha Kiyahudi ambacho huwa kinatumika katika masinagogi hapo kale, na chenyewe kinatoa tafsiri ya maandiko ambacho kinajulikana kama Talmud, ambacho kinatoa maelezo ya kwamba Wayahudi walipotosha tafsiri sahihi ya maandiko ya Mwanzo 9:20 hadi 27. Katika fundisho la laana ya Ham, kitabu hiki kinadai ya kwamba Ham ni mzazi mweusi na Nuhu alimlaani Ham kwa kuona uchi wa Nuhu. Ham alimtazama Nuhu katika giza, hivyo ngozi yake ikawa nyeusi. Pia sababu nyingine ni kwamba macho yake yakawa makubwa na yakawa na weusi kutokana na kumwona baba yake Nuhu katika giza, au wanaita bulging. Tunajua maana yake, macho yanakuwa makubwa ama kuvimba hivi. Kwa hiyo wakaelewa, lakini pia wakaenda mbali zaidi, wakasema Nuhu alilaitiwa na Ham kama matokeo ya laana. Sehemu ya uume ukawa mkubwa. Mwana wa Ham alikuwa Kanaani, alifanywa kuwa mtumwa na watu, hivyo wazao wake wote wakawa kama watumwa kwa nduguze. Kwa hiyo hii ni Talmud inajaribu kuonyesha namna gani fundisho hili la Ham linakuwa. Lakini kuna tafsiri nyingine pia ambayo inatoka katika kitabu cha Babylonian Talmud Sanhedrin 108b. Tunajua Sanhedrin ilikuwa ni baraza la Wayahudi, kwa walikuwa wanakaa wanajaribu kuandika baadhi ya mafundisho. Inasema ya kwamba marabi wetu walifundisha, watatu walijamiana katika safina, na wote walioadhibiwa matokeo yao yakaonekana. Wa kwanza alikuwa mbwa, wa pili kunguru, wa tatu Ham. Mbwa alihukumiwa awe mnyama wa kufugwa. Kunguru akawa ni mnyama anayekula mizoga, lakini
Hamu alichomwa ngozi yake ikawa nyeusi. Kwa kuzingatia hii, ni dhahiri kuwa Wayahudi ndio waasisi wa fundisho la laana ya Hamu ama fundisho potofu, kwamba ili fundisho limetokana na laana aliyotoa Nuhu, ndio maana Waafrika wakawa weusi. Je, ni kweli? Weusi umetokana na laana hiyo ya Hamu? Basi tuendelee kufuatilia kwa uzuri, lakini pia tuangalie juu ya tafsiri ya awali ya wazungu. Katika kipindi cha kati, wanazuoni wanaojifunza Biblia walinyakua tafsiri ya Talmud ambayo ilikuwa ni tafsiri ya Kiyahudi, kwamba wana wote wa Hamu walilaaniwa na ya kwamba weusi wao unatokana na dhambi. Katika karne ya 18 na 19, wazo hili likaacha makanisa mengi wakakumbatia dhana hii kwa kuhalalisha biashara ya utumwa, ya kwamba dhambi ya Hamu ikawa kigezo sasa cha wao kutumia kama manufaa kwa ajili ya kufanya watu wa Afrika kuwa watumwa, kwa sababu Biblia iliandika hivyo. Miongoni mwa hao tulimpata mfanyabiashara mkubwa ambaye tumemsoma katika historia, aliyekuwa akifahamika kama Bartholomew Las Casas, miongoni mwa wazungu, na aliyejitoa kuhubiri laana ya Hamu. Alikuwa ni padri huyu na alifanya kazi ya watumwa ama biashara ya utumwa Afrika, na tunamuona katika historia na katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo katika karne hiyo pia mapadri kama Bartholomew Las Casas walipendekeza Waafrika wachukuliwe kuwa watumwa badala ya Wahindi wekundu wa Amerika kwao. Laana ya Hamu ikawa kisingizio cha kuhalalisha hii biashara ya utumwa. Kwa hiyo wakati wa uongozi wake kule Hispania, walikuwa wakiendesha biashara ya utumwa kwa wenyeji wa Amerika, yani wale Wahindi wekundu. Baadaye Wahindi wekundu wakakumbwa na ugonjwa uliokuwa ukiitwa ndui, ambao uliwashambulia sana, na mateso yaliyowapata Wahindi hawa, idadi yao ikapungua sana. Na Las Casas akashauri ya kwamba inabidi tuzuie biashara ya utumwa kwa hawa Wahindi wekundu ili kuepusha mzigo wa watumwa. Kwa hiyo akapendekeza ya kwamba Wanegu ambao walipatikana Afrika waletwe Amerika kama mbadala wa Wahindi, lakini baadaye alibadilisha baada ya kuona athari za utumwa kwa Afrika. Hoja yake iliungwa mkono sana na makasisi huko Amerika. Kardinali mmoja aliyefahamika kama Cisneros kutoka Uhispania, na miongoni mwa viongozi wa kidini waliokuwa mstari wa mbele sana katika kukazia uhalalishaji wa biashara ya utumwa duniani, aliandika fundisho hili pamoja na wenzake ili kuhalalisha shughuli hiyo. Waleno na Wahispania ambao walifanya biashara hiyo waliamini kuwa Waafrika wamelaaniwa. Kwa hiyo kutokana na fundisho la kwenye Biblia, kwa hiyo ilibidi tu wao watumie fundisho hili kuweza kulitumia ili kupata watumwa katika biashara zao. Lakini kuna baadhi ya ushahidi wa kihistoria ambao unaendelea kutolewa na wanasayansi, lakini na wanahistoria mbalimbali katika Biblia. Wataalamu wa historia na sayansi ya kibinadamu wamegundua kwamba ustaarabu wa kwanza wa dunia ulianzia Afrika. Ustaarabu wa kwanza ambao ulianzia katika nchi ya Misri, Namibia, Ethiopia na sehemu za Sudani ya leo. Na ustaarabu huu na maandiko yanaonyesha ya kwamba majengo na elimu kabla ya mataifa mengi ya Ulaya. Kwa hiyo hizi sehemu za Misri, Namibia, Ethiopia zinaashiria hiyo hali ya kihistoria. Dr. Cheikh Anta Diop aliyekuwa mwanasayansi kutoka Senegal wanathibitisha ya kwamba mabaki ya wanadamu wa kwanza ambao waliyapata ama Homo sapiens yalipatikana Afrika Mashariki, hasa Tanzania, Ethiopia pamoja na Kenya. Na hizi ndio nchi ambazo, mfano Ethiopia ndio Kushi kama tunavyoisoma, na ukiangalia pia inathibitishwa ya kwamba 99.9% ya DNA zinafanana duniani. Ni 0.1% pekee inayotofautiana. Kwa hiyo utagundua kwamba
kuna mfanano mkubwa sana wa hawa wanadamu. Sasa tuangalie ni nani aliyelaaniwa na Nuhu. Tukisoma kitabu cha Mwanzo 9:24 na 25, neno la Bwana linasema, Nuhu akaelevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea. Akasema, na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Kosa la Hamu lilitangaza au liliangazia watoto wake kuwa na marejeo ya kuwa watumwa kabla ya kufikiwa yeye kwa nafsi yake, na ilifunua tabia yake mbaya. Na tabia hizi za uovu ziliendeshwa kwa Wakanaani na kizazi chake, ambapo mwendelezo wa kosa ulisababisha hukumu ya Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Wazee na Manabii ukurasa wa 117.3. Kwa hiyo tumeona katika fungu aliyelaaniwa ni Kanaani, na tumeona kule kwamba Hamu alikuwa ni baba wa Kanaani. Hamu alikuwa na watoto kama vile Kanaani, Kushi, Misri na Puto. Lakini ukisoma vizuri Biblia, Hamu alipomwona baba yake katika uchi, aliondoka na kumfunika mavazi, akaenda kuwasimulia kaka yake Shem na Yafethi. Na alipowasimulia, kaka yake Shem na Yafethi wakachukua jukumu la kwenda kumfunika baba yao. Baba yao alikuwa amelewa, baba yao huyu Nuhu. Kwa hiyo Yafethi na Shem wakachukua nguo wakaweka katika mabega yao, mmoja bega la kwanza, mwingine bega la pili, alafu wakatembea kinyume kuelekea katika hema aliyokuwa baba yao. Hawakutaka kumuona uchi ule, kwa wakafika wakamfunika. Ni kwa nini Hamu anaonekana anakosa, alafu anayekuja kulaaniwa ni Kanaani? Kwa tutaangalia kwa uzuri. Labda tuanze na Kanaani alifanya kosa gani mpaka Nuhu anaondoka katika ulevi anamlaani huyu Kanaani? Wazee wa zamani wa kanisa la Kikristo kama Origen anadai kimapokeo kwamba Kanaani ndiye aliyemwona kwanza uchi wa Nuhu na akamweleza baba yake, kwenye Bible Commentary Volume 1 SDA. Yamkini kosa la Kanaani halijulikani, isipokuwa wasomaji wa Biblia husika bila uthibitisho wa kibiblia kwamba huenda alishiriki tabia fulani za baba yake Hamu haijaonyeshwa kwa uzuri. Lakini tuanze kwanza na tukio moja baada ya tukio jingine. Kwa hiyo tukio la kwanza tutaangalia juu ya Nuhu kwanza alilewa. Kitu cha kwanza, Nuhu alilewa. Twende polepole ili tuweze kuelewana. Kwa hiyo ukisoma katika Biblia unaona ya kwamba Nuhu alikunywa divai akalewa, na alipolewa akawa uchi katika hema yake. Je, alifanya vyema kulewa? Biblia inasemaje juu ya ulevi? Kwa sababu Nuhu pia alionekana anakosa. Ukisoma katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 na ile aya 21, neno la Bwana linasema, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo, katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Ulevi umezungumziwa vizuri. Kwa hiyo Mungu hata kubali kuchukua watu wanaolewa. Mpaka leo kuna watu wanalewa, na wengine wanasema ya kwamba kunywa kidogo usilewe, lakini sijajua kama wamewahi kukutana na fungu la namna hili ya kwamba hawa watu hawatarithi ufalme wa mbingu. Kwa hiyo Nuhu alilewa, na wakati huo Biblia hairuhusu mtu kulewa. Ukisoma pia kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 4 na aya ya 3, maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kutenda mapenzi ya mataifa.
kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. Hivyo uchi wa Nuhu umetokana na makosa yake mwenyewe ya ulevi. Mtoto ameuona uchi, na ni nani kati yao anakuwa na kosa? Na unaona ya kweli kwamba Nuhu kalewa, na Hamu hakukusudia kumuona baba yake katika hali ile ya ulevi. Kwa hiyo tunaweza tukasema ya kwamba Hamu kasababishiwa kuona uchi wa baba yake. Hakupanga kuona, ila ni baada ya matokeo ya baba yake kulewa. Hamu pia hawezi kujiepusha kwa kutokuwa na kosa fulani. Baada ya kuona uchi wa babaye, kwa nini hakuchukua hatua za kumfunika yeye hadi aende akasimulie ndugu zake? Hili pia tunakuta ni kosa la kutojali. Kwa namba 2 tunamuona Hamu. Namba 1, Nuhu mwenyewe kakosea kulewa. Namba 2, Hamu pia anakosa. Baada ya kuona baba yake yupo katika hali ile, hakuchukua jukumu la kumfunika, akaenda kuwasimulia kaka zake. Kaka zake ndo wakaja wakafanya nini? Wakamfunika baba yao. Namba 3, Kanaani inakuja kujulikana kuwa yeye ndio aliyelaaniwa. Je, aliyolifanya analijua yeye? Nuhu na mwanae, maana hata jinsi alivyokaa uchi haikujulikana kwamba alikuwa amekaa katika pozi gani. Ndio maana akatoa laana, haijulikani. Kwa sababu tunajua matendo ya ulevi, mtu anaweza akakaa katika hali yoyote tu anapokuwa amelewa bila kujali wala kuona mazingira yapoje. Huenda Kanaani alisababisha kwa mazingira haya. Utaona kuwa Nuhu ni mkosaji wa ulevi, Hamu ni mkosaji wa kutokujali, na Kanaani ni mkosaji wa kosa lisilofahamika kwetu. Kwa nini Hamu asilaaniwe? Tuangalie, je, ni kwa nini Hamu asilaaniwe? Na Nuhu anapoelevuka katika ulevi anamlaani Kanaani. Kanaani tumeona kwenye somo la kwanza kwamba ni nchi ya Palestina. Umeona? Na Hamu ni baba wa Afrika. Hamu alikuwa na watoto waliogawanyika, wengine Afrika, wengine wakaenda sehemu nyingine za dunia. Kwa hiyo huyu Hamu kama baba wa Afrika anazaa mtoto Kanaani aliyelaaniwa. Na Kanaani ni Palestina. Tutaona ni adhabu gani ilikuta mji wa Palestina, na kama hadi leo laana hiyo inadumu. Kwa hiyo kwa nini sasa Hamu asilaaniwe? Namba 1, ninaweza kusema kwamba Hamu kwa kosa lake hastahili kulaaniwa kwa kuona baba yake akiwa katika hali ile. Si kosa la kupanga wala kukusudia. Hili limesababishwa na mzazi mwenyewe kwa ulevi wake. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza ambayo inapelekea asiweze kulaaniwa, kwa sababu baba yake ndio sababu ya yeye kuona. Kwa hiyo kwa kosa lake tu la kutokumfunika haiwezi kupelekea yeye kulaaniwa. Ni mara ngapi umewahi kukutana na makosa kama haya lakini umewahi kulaaniwa? Unaweza ukajiuliza peke yako. Lakini kosa la pili, kwa sababu kuna wakati tunakutana na watu barabarani wanatembea wakiwa katika hali hiyo, wamelewa, wametoa nguo kabisa. Kwa hiyo kosa la pili pia, Nuhu asingeweza kumlaani Hamu, kwani alikuwa amebarikiwa na Mungu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 9:1, baada ya watu hawa kutoka katika safina, Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Kauli iliyotolewa katika kitabu cha Mwanzo inakuja kutolewa tena hapa. Kina Adamu nao waliambiwa wazae na waongezeke. Hivyo Nuhu hakuelewa kwamba asingeweza kumlaani aliyebarikiwa na Mungu. Asingeweza kumlaani. Kwa hiyo kizazi cha Kanaani kilikuwa cha wapagani wakubwa sana kukifuatilia. Ingawaje laana ya kiunabii iliwafanya wawe watumwa, na utumwa huo ulizuiwa kwa karne kadhaa, Mungu akawavumilia kutokana na uchafu wao hadi walipovuka mipaka ya uvumilivu wa mbinguni, ndipo wakafanywa kuwa watumwa. Kwa
kwa huu uzao wa Yafethi. Kwa kuna muda Mungu aliwavumilia sana, na makosa yalipozidi, basi Mungu akawaruhusu waweze kuwa watumwa. Na tutaona mwandishi mmoja amewahi kuthibitisha ya kwamba miongoni mwa laana ni kunyang'anywa nchi ya Kanaani na kupewa wana wa Israeli. Wakapewa ile nchi baada ya kutoka utumwani kule Misri wakati wa kipindi cha Joshua. Kwa pia inasemekana ni miongoni mwa hii laana. Je, Hamu alinyimwa mibaraka na Nuhu? Ukisoma vizuri utagundua ya kwamba miongoni mwa mibaraka iliyotajwa, Kanaani anaonekana kuja kuwa mtumwa kwa uzao wa Yafethi na Shemu, na wanabarikiwa hao watu wawili, lakini Hamu habarikiwi. Je, alinyimwa mibaraka na Nuhu? Baada ya Nuhu kutoka katika ulevi, alifanya mambo mawili. Jambo la kwanza alilaani, na jambo la pili alibariki. Katika Mwanzo 9:24 hadi 27, neno la Bwana linasema, Nuhu akalivuka katika ulevi wake, akijua mwana wake mdogo alivyomtendea, akasema, na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake. Mungu akamnafisishe Yafethi, na akae katika hema za Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake. Kwa hiyo alibariki na akalaani. Alimlaani Kanaani na kumbariki Yafethi na Shemu. Watu wengi wanasikitika na kuelewa kuwa Hamu sasa hapa hakuweza kubarikiwa. Kwa kujua kuwa Waafrika kwa sababu ya upungufu huo wa hizo baraka, basi ndio maana tukawa katika hali hiyo. Kwa muda mrefu watu wamekuwa wakifikiria namna hiyo, lakini Wakanaani kwa muda mrefu wamefutika, hivyo laana haiendelei kwa mtu yeyote leo. Kusoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza 9:20 utakutana na habari hiyo. Kutotajwa kwenye fungu hilo sio sababu ya kwamba hatuna baraka, kwani Hamu alikuwa ameshabarikiwa na Mungu. Kwa hiyo hakukuwa na haja ya baraka nyingine ambazo zilikuwa zinahitajika. Kwa nini? Kwanza kumbuka, Nuhu alikuwa ametoka katika ulevi, na jambo la kwanza alilolifanya baada ya kutoka kwenye ulevi, akabariki na kulaani. Kwa kiufupi naweza nikasema kwamba huyu mtu kwanza hakuanza kutambua kosa la yeye kulewa ili aweze kuchukua msamaha kwa Mungu, ila moja kwa moja akaanza kubariki na kulaani bila hata ya kumuita Kanaani na kumuuliza kwa nini au imekuwa kuaje mpaka hii hali imekuwa hivi. Kwa hiyo hakuna haja ya kuomba baraka kwa mtu aliyekuwa ni mlevi, ameelevuka kutoka katika ulevi. Lakini sababu ya pili pia, baraka alizopewa Yafethi na Shemu hazibadilishi wala kuashiria amani, bali fujo. Je, unaweza ukajiuliza, kuendesha biashara ya utumwa ni baraka? Eti kuendesha utumwa ni baraka? Kwa sababu Mungu anatupenda watu wake na anataka tuishi kwa amani. Ndio maana atakapokuja atatupatia nchi ya amani, nchi ambayo hakutakuwa na kutawaliwa kwa nguvu ama kuumizwa. Itakuwa ni nchi ya amani. Kuwafanya binadamu kuwa watumwa, je, hiyo ni baraka? Hakika hiyo ni baraka ya kilevi ambayo inatolewa na watu waliolewa. Kwa Yafethi anambariki. Tamko hili linaashiria kuangalia makao ya wengine. Wakati mwingine hema ilitumika kumaanisha nchi. Je, ni baraka kwenda kukaa katika nchi za wengine? Je, kutakuwa na amani katika mazingira hayo? Kwa kweli utakubaliana na mimi ya kwamba hizo ni baraka za walevi. Kwa hiyo Shemu ambaye alikuwa ni mtu ama mzazi wa watu wa Asia, ni pamoja na Wayahudi, Waashuru, Waalemi, wameendesha utumwa sana duniani. Yafethi pia
alikuwa ni mzazi wa wazungu kutoka Ulaya. Ni Waafrika tu ambao hawajashughulika kuingilia nchi za wengine kuendesha utumwa wa kikatili, kando na ule wa wana wa Israeli ambao umetajwa katika Biblia. Kwa hiyo Biblia inasema aliyelaaniwa ni Kanaani, wala sio Hamu, Kushi, Misri na Putu. Umeona, kwa Afrika haijalaaniwa. Kwa hiyo aliyelaaniwa anakuja kujulikana ni Kanaani, ambaye ndio Palestina ya leo, ambaye huyu Kanaani hakuwa baba wa Waafrika wote, bali alikuwa ni baba wa wakazi wa nchi ya Palestina. Wanazuoni kama Profesa Charles Ray anasema laana haipo kwa wazao wa Hamu, bali kwa wazao wa Kanaani, wakazi wa Palestina ambao walifukuzwa na Joshua wakati Mungu amewatuma kwenda kuiteka nchi ile aliyoahidi, nchi ya Kanaani. Kwa sababu gani? Wakanaani walipewa miaka 400 ya kujitakasa na kujisalimisha chini ya mapenzi ya Mungu, lakini hawakukubali. Wakati hii miaka 400 ilikuwa ni miaka ya utumwa kwa wana wa Israeli kule Misri. Kwa hiyo baadaye neema hii ikafungwa. Kwa hiyo ikabidi watu wa Kanaani wanyang'anywe ule mji na wapewe watu wa Israeli, ama watu wa taifa la Mungu. Kwa hiyo mpendwa, ninatamani uelewe ya kwamba Afrika sio nchi iliyolaaniwa, kwa sababu matokeo ya laana yalienda kwa Kanaani ambayo ni Palestina na sio Afrika yote. Kwa Nuhu pia alikuwa amefanya kosa, kwa sababu watu wa Mungu pia kiukweli waliwahi kufanya makosa wakati fulani katika Biblia, lakini Mungu aliwasaidia wakafanya nini? Wakaweza kutubu. Kama Mungu alivyokuwa amemwahidi Abraham kumpatia ile ardhi. Kwa hiyo ukisoma katika Bible Commentary pia ukurasa ule wa 78 inaitwa African Bible Commentary, inaonyesha ni kwa namna gani Mungu alihamisha mamlaka kutoka kwa Kanaani kupeleka kwa wafuasi wake wa Israeli, kwa sababu Mungu alimwahidi Abraham kwamba atampatia ile nchi nzuri. Kwa hiyo pia inasemekana hii ni sehemu ya laana ambayo ilikuwa imetolewa na Nuhu kwa kipindi kile. Kwa hiyo ninaweza kuthibitisha tu na kutamatisha kusema ya kwamba Afrika ni nchi yenye baraka, imejaliwa kuona vitu vingi vizuri vya ajabu na vya kuvutia. Hivyo usijutie kuwa Mwafrika, kwa nchi ambayo hata Isaya katika kitabu cha Isaya ameizungumzia ni nchi nzuri. Tutaona katika somo la mwisho juu ya baraka za Afrika. Kwa hiyo nikualike usiweze kukosa katika sehemu ya 3 ambayo tutaangazia juu ya baraka za Afrika. Mungu ana mpango gani kwa watu hawa wa Afrika? Hivyo nakushukuru sana, Mungu akubariki. Endelee kufuatilia chaneli yetu ya Biblia Leo TV, na usisahau kulike, comment, share, subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata updates na taarifa mbalimbali pale tunapoweka taarifa iwe ya kwanza kukufikia wewe. Yesu anarudi tena, jiandae.